Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika chaneli yetu ya Adela Online Ministry. Siku ya leo tujifunze kwa pamoja somo ambalo linasema neema ya watu sahihi. Neema ya watu sahihi. Watu sahihi ni watu wa namna gani katika maisha yetu? Watu sahihi ni wale watu ambao wanaletwa na Mungu katika maisha yetu, watu ambao wanatuletea utulivu, watu ambao wanatuletea amani, watu ambao wanakuja na upendo wa agape bila kujali, watu ambao wanatusogeza sehemu fulani, watu ambao wanatusaidia kutimiza malengo yetu, watu ambao ni muhimu katika maisha yetu. Wale watu Mungu huwa analeta katika maisha yetu. Wengine wanakuwa ni watu wa kudumu, lakini watu hao wengine wanakuwa ni watu wanaokuja kwenye maisha yetu, lakini baada ya kutimiza kile kitu ambacho Mungu alimkusudia aje nacho kwenye maisha yetu ili kutusaidia, akishamaliza kile kitu, yule mtu anaondoka. Watu sahihi katika maisha yetu ni watu wa muhimu sana kuliko kitu chochote kile, kwa sababu tunaishi kwa kutegemea watu. Kama Mungu ana malaika ambao Mungu huwa wale malaika wanawatuma kwa ajili ya kuwasaidia watu wake, lakini pia Mungu ana watu ambao Mungu anawatoa wale watu kwa ajili pia ya kusaidia watu wake. Kwa hiyo mtu anaweza kaja kwenye maisha yako kukusaidia, kukubeba kwa namna tofauti. Usimwone kama yule mtu labda ni mzembe, labda yule mtu yukoje. Yule mtu anakusaidia kwa sababu ni Mungu ametaka akusaidie. Yule mtu anakubeba kwa sababu ni Mungu ametaka akubebe. Yule mtu atakusaidia kutimiza malengo yako kwa sababu ni Mungu ametaka. Kitu ambacho anakifanya kwako hawezi kufanya kwa mtu mwingine. Tusome neno la Mungu katika Isaya 43 mstari wa 4. Tusikie neno la Mungu linasemaje. Katika Isaya 43 sura ya 4, neno la Mungu linasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa kabila za watu kwa ajili yako. Kwa neno linajidhihirisha kwa namna gani Mungu anatupenda na anatoa watu kwa ajili yetu. Kwa hiyo mtu anapokuja katika maisha yako, mchunguze yule mtu amekuja kwa sababu gani. Ukitambua kwamba yule mtu amekuja kwa lengo ya kukusaidia, kwa lengo ya kukuvusha daraja, kwa lengo ya kufikisha sehemu fulani, usidharau. Inatakiwa kwa muda huu ambao yupo, mtumie yule mtu. Mtumie atimize kusudi ambalo Mungu amemwitia kwako. Yule mtu ukianza kuzembea au kumwacha, yule mtu ukifika muda wa kuondoka kwenye maisha yako ataondoka, kwa sababu ni muda ambao Mungu amempangia. Ule muda amepanga Mungu atimize kile kitu ambacho Mungu anataka atimize kwako, lakini aondoke kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapopata watu wazuri, watu wema, watu walioletwa na Mungu, muda ambao watu wanaondoka, usije ukanungunika, ukachukia, ukafanyaje. Inatakiwa kutambua majira ya Mungu, inatakiwa kutambua kitu ambacho Mungu anafanya kwako. Kwa hiyo ni lazima utambue wale watu wanakuja na kuondoka. Wengine wanakuja wanakusaidia, unakuta wameondoka, unaanza kuwachukia. Inatakiwa ujue kwamba alikuja kwa sababu hii, sababu yake imeshaisha, ndio maana ameondoka. Kwa hiyo tuheshimu sana watu sahihi, tuwaombee watu sahihi. Watu sahihi wanapokuja kwenye maisha yetu tuwatumie. Usipomtumia mtu sahihi, ukifika muda wa kuondoka, usimlaumu mtu, usimlaumu Mungu wala mtu. Yule mtu ataondoka tu. Asante sana kwa kuwa pamoja nami, na Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, comment kwa ajili ya kupata masomo yanayofuata. Asante sana.